Yeah. Rapa na foka mistari hai kachopa pana fata utachoka grasopa sota na bado sijamoka nitapiga vishoka weusi wa mkaa mkidondoka moyo unapiga pigo na dunda kishoga au pressure imepanda meza metaldopa mzembe ondoka niko juu subiri kidondoka utangoja album ni nzito na mshindo sema bazoka soldier Roger that Spectre Mego Rock majitu wa ghetto tumbo kubwa madini komeko nacheza midundo ya hip hop kasoka ogopa kanyoka mfinyanzi mipote rap moja natoka Kigoma na hoja kugoma mtangoja I'm so deaf sijali mkibonga sikizi panganga sijali mkiponda na kanyaga heta kama Duster Rhymes tata na Bass Rhymes kama Buster choma kama Rasta safisha rada pasua anga kama radi alimradi nitasikizwa kama pasta kwa kipazo tanitafadha ukitaka na Spectre. Chie. Na mtazamaji wetu wa Tamu Online TV ni presenter Sami 254. Ikiwa leo basi nimeingia kabisa kama alivyoahidi kwamba nitafuata wale wasanii ambao mngetaka kuwasikia. Leo niko na msanii mmoja hapa. Atajiintroduce lakini kwanza nataka tupate freestyle akifanya hapo utaenjoy, alafu utapiga gumzo sana na yeye na utajua yeye ni nani na muziki wake unapatikana wapi. So bro, karibu sana. Asante. Yes, let's go. Yeah. Namzungumzia baby hivi ndo mimi naanza na napiga flow kali ni mistari juu ya msichana nampenda na nipenda so kifupi tunapenda na kingilia kati ni vurugu tunapiga na ungana na yeye so hakuna takuvuta na ashani badilisha nimewacha na kuchonga na kuvuta na masela wa mtaa stories za mtaa ni wolf mimi nachana na maof step nishawacha ni mapenzi ninapika na mashamba na yajua hivyo mboga sio shida maana shinda na kuibuka king maswala nayo mpa huyu mtoto kweli mingi siringi yapo shilingi tabu so hakuna nipe misingi baada hizi tabu tutavuna miguu mgongo baby mimi nitakukuna ama nigga but so humble na zaidi mimi hakuna yo I go by the name of Inspector Fabish. Yes. Inspector Fabish aka the FBI aka the rap wizard. Mimi natoka katika kundi la wasanii wa hip hop najulikana kama rap moja kama unavyoona hapa hivi. Yeah. Rap moja inasimamia for Rain Again Pal Man of Jungle Africa. Nice. Hii ni kama mwamko kwa vijana turudi katika enzi zetu za kizamani ya Afrika mashujaa nini. So sisi tunaeneza katika muziki wa hip hop. Yes, kwa wale mashabiki ama wale mafans wote kupiga muziki mkali basi unaweza tembelea hapo Tamu Online TV wadondosha comment hapo, alafu wewe utakufikia mara moja na kufanya kitu tukili kama vile anafanya msanii wetu wa leo. Niambie bro, labda pengine muziki ulianza lini? Mimi katika muziki nilikuwa na interest na muziki kutoka kitambo. Kama kuanzia primary school, kuimba zile ma traditional dance, mashairi nini. But the first time ambayo nimeandika mistari yangu mwenyewe ni baada ya kumaliza class 8. Hiyo ilikuwa 2011. Hapo ndo niliandika mistari yangu ya kwanza. Hiyo nilikuwa nile kujifundisha, nimesikiza muziki mahali na mimi nenda niketi nijaribu kubadilisha yale maneno nini, ni create verse yangu mwenyewe. Then after join secondary school sasa form 1 ndo mara kwanza sasa nilipanda jukwani nikaimba mbele ya watu. Yeah. Okay, labda pengine kabla uingie kwa muziki, kuna wasanii ambao ulikuwa unakuinspire sana, unafikiri msanii fulani anafanya kazi nzuri na pili mbona nisilipenda kwa kama yeye. Yeah. Msanii nani ambao ulikuwa wewe ni msanii ambaye ndio unamtazama sana? Mimi nimekuwa inspired na wasanii tofauti, lakini kwanza kabisa muziki wa rap nimesikia kwa wasanii kama kina Professor J, kina Neo Mitego at that time nadhani ndio walikuwa wanachipukia huku Kenya. Calligraph Jones, Octopizzo na Rabbit at that time pia walikuwa wanafanya kazi nzuri pia. Kweli. Na tukisikia muziki wako umejipanga vizuri na vina. La kama ulivyosema kwa kuna hii rap moja. Rap moja ni genge ama ni kundi ya muziki ambao ina station wapi? Ni station yako ni wapi? Rap moja iko katika area Taita Taveta County 006. Katika kijiji kidogo najulikana kama Mashuma. Lakini kwa interest yetu ya muziki na ile maisha ya mtaani nini, tulikuwa na base fulani tunaita Kigoma. Yes. Kigoma ilikuwa created after, ilikuwa ni kundi tu tumetengeneza lakini wote hawakuwa na muziki. So with the time wenye tulikuwa wasanii tukaanza kujitengezea kundi letu tofauti, sasa ndio hii rap moja. Yes, watazamaji wetu wa Tamu Online TV, basi kama tulivyokuambia sasa hii tuko 006. Tutatembea make sure hizo kodi zote tutazimaliza. Kama tuko na msanii
na kama unavyojua basi wasanii ni kioo cha jamii. Wasanii wako na usanii, lakini bado kuna sehemu nyingine ambapo kuna professional yao. Wewe kama msanii ndugu yangu, professional yao yako ni gani? Mimi kando na usanii huwa ni muuguzi. Naweza sema kwa lugha ya Kizungu ni nursing officer. Nursing officer. Mimi ni nurse. So music ninafanya wakati siko katika hiyo kazi nyingine. Na labda pengine umefikia pale mahali wako unatibu mtu pale halafu mistari ije pale. Unatibu mtu halafu mistari imekuja sasa. Okay, huwa inatokea kwamba maybe kuna idea imechipuka wakati uko kwenye kazi. Umepata idea fulani. Nikipata time labda kwenye simu naweza andika mahali ama kwenye karatasi naweza andika mahali. Kuna wazo lingine likikuja labda ukisubiri baadaye hutalikumbuka tena, unaona So inabidi kama ni kitu kimechipuka immediately unaweza note mahali, then ukipata muda sasa ndo unaingilia vizuri. Okay, ni sawa. Na labda pengine ngoma zako ambazo kuna watazamaji pale wamesikia rap yako, freestyle yako ilikuwa fit sana. Hata mimi pia nimekubali kwa sababu najua shafanya music. By the way, ilikuwa tuna segment moja tunaita rap battle. Tumekuwa tukifanya nao na wasanii wa hapa na wa nje ya hapa. Napata. Sasa tumekuja tukaipoze kidogo, lakini soon tutaanza kuresume na tutafanya hiyo kazi kwa sababu imekuwa ni platform ambayo inasukuma wasanii mbele sana. Sababu ukija ukifanya muziki wako pia watu watauona, watajua ngoma zako unaziweka wapi, watakufuatilia na siku hizi mitandao imekuwa inalipa. So ikiwa watu wamekujua na utaanza kupata pesa ngile chenye unafanya kila siku, basi itakuwa ni jambo bora sana. Na labda wewe muziki wako unapatikana wapi kwa wale mtazamaji ambao anatutazama pale? Okay, muziki wangu uko katika platform tofauti za social media. Kwa mfano kama YouTube sasa kuna at least 5 songs zenye ziko na visualizer na kuna video moja ngoma inaitwa Hauwezi. So ukiingia kwenye YouTube Inspector Fabish utapata content yangu hapo hivyo. Kama rap moja kuna page inaitwa official rap moja pia, ukiingia pale utapata, I think labda utawekea kwa ile comment section at least ndo. Katika SoundCloud pia kuna audio ziko hapo, kuna mdundo.com, hizo ni ngoma za kitambo kidogo pia ziko hapo, na at hear this. Okay, kwa hivyo Facebook, TikTok, YouTube na Instagram. Kwenye TikTok pia niko na page, kwa Instagram niko na. Nataka yule mtazamaji ambaye anatazama, je, TikTok unajiita kama nani? Inspector Fabish. Inspector Fabish. Facebook Inspector Fabish. Na Instagram Inspector Fabish. Hiyo Inspector Fabish ndio natumia katika platform zangu. Wale watazamaji ambao wanatazama, basi ukitaka ngoma zake ingia pale YouTube, andika Inspector Fabish, alafu utapata muziki mzuri. Ni muziki mzuri. Yaani sisi watu na muziki mzuri sana. Ukiangalia muziki ambao umerapiwa hapo mzee utakubali. Labda pengine tukiangalia upande wa changamoto, kwa sababu wasanii wetu wamekuwa na changamoto nyingi sana. Kwa sababu wanasema wale ukiwa huku chini coast, wanasema kutusua inakuwa ni ngumu mpaka labda pengine nitoke niende Nairobi. Labda pengine swala kama hilo unalionaje? Ni ukweli ama ni maneno ya watu wanafuata muziki mzuri? Kwanza kabisa niseme muziki sio kitu rahisi. Si eti inawavunja moyo wale ambao wanataka kufanya muziki, lakini kama umeamua kufanya muziki, unajitoa kwa roho na mwili, na usiangalie vile vikwazo. Kikwazo cha kwanza ni pesa. Kwa sababu ili labda uende studio urekodi muziki lazima utalipia ile pesa ya studio. Pili, unafaa ulipe pesa ya distribution. Kama ni labda ni video unataka kushoot, lazima kunahitajika expenses na si pesa kidogo. So kitu cha kwanza tayari ni kuraise hiyo capital kwanza ya kufanya huo muziki wako. Kitu cha pili ni kukubalika kwanza na wale watu wako wenye wako karibu. Kwa sababu wale watu wako karibu kama wamekubali, ndio pia watu wengine watakupokea vizuri. Sasa ukiona labda mtandao sana unatumika kusukuma muziki, so lazima uwe na simu nzuri, uwe na data, uwe na time. So hiyo pia kukubalika kama kupata ile audience pia ni changamoto nyingine. Changamoto nyingine ni kupata shows. Kwa sababu shows ndio zinaleta mapeni katika music sana. So kupata show tayari ni kitu ngumu, na tuseme maybe ukitaka kufanya show yako mwenyewe ile cost inakuwa juu sana. Kitu kingine katika music inakuwa challenge pia kama hakuna sponsors ama hakuna events. Naona kama hiyo labda umesema rap battle. Ndipo ukiwa na rap battle unahitaji kuwe kama na
wale washindi kuna kitu fulani Kenya anapewa ya kuwa push katika hiyo game. So mnaweza enda labda kwa talent show mnafanya, ukitoka ahadi lakini mwisho hakuna Kenya mnapata. Na tayari umeweka input kubwa katika kuandika, kurekodi nini, inakuwa ni so changamoto kama hizi. Okay, labda pengine ni changamoto gani ambayo ulikuja ukapitia kwenye muziki wako mpaka ukasema kama unakata tamaa kusema basi kwa nini muziki huenda nikaacha? Mimi wakati nimekuwa after form 4 sasa. Unajua ukiwa shule tulikuwa tumegrow kwa ile environment kiasi cha kwamba tunaona sisi ni mastaa. Maybe ukipata event kama ni ya wazazi una perform, watu wanafurahia. Mkenda kama ni kwa rally umeua hiyo show, watu wanasikia raha. Lakini sasa tulipotoka huku nje sasa unagundua kwamba sasa kwa ile hakuna mtu anakutambua sasa hiyo. So inafaa kama unaanza tena sasa kujirebrand. Ndio watu wanijuku mtani inspector huko nje ajulikani tayari nimetoka shule, kuna mtu ananifahamu. So at that time niliona kama sasa mlango wangu umefungika, kwa sababu kuna watu labda walikuwa wanakuahidi ukimaliza shule mimi atakisha nimekupeleka studio vile unaimba vizuri. Afu ukitoka unagundua sasa hakuna mtu hiyo saa. Una fight mwenyewe. Promises zilikuwa nyingi lakini baadaye hakuna mtu alideliver. So una feel kama sasa sitaweza na hii game. Na si mara moja, ni mara nyingi nimeenda nikasema labda hii idea yangu ya music labda sasa itabidi nimesimama ama nimeachana nayo. But kwa vile ni passion, nikitu anasema nimeacha muziki leo, kesho naamka nimefikiria vazi zingine nzuri, najikuta tena nimerudi kwenye game. Music is life. Yeah. Okay, ni sawa. Ukiangalia labda pengine pale kwa mitandao kumekuwa na wale wasanii wamekuwa na nguvu nyingi, wanatumia nguvu nyingi sana kama walivyotangulia kusema, kwa sababu msanii akishatoa ngoma kienda pale hizo ma challenge zenye anazifanya lazima push sana. Ana push TikTok, ana push Facebook, ana push pale Instagram. Labda pengine wewe kama wewe na muziki wako unaopush kama hivyo, ama kuna unatumia gani ili kumake muziki wako umefika pale mahali? Mimi ninajitahidi kulingana na uwezo wangu kuhakikisha kwamba nina interact na mafans wangu. Kama kwenye TikTok hii vazi yenye nimeperform hapa ya na wewe, kulikuwa na challenge tayari yenye inaendelea. Ndio haikufanyika vizuri sana, but niliona kuna watu walichangamkia na ni kitu nzuri. Angalia followers pia after challenge kama hiyo niliona pia wamepanda. It's an original song, so mtu anaweza post nayo status nini kwa njia hiyo. Pia kwa wale watu wenye tunafahamiana, mtu anaweza kualika maybe kwa wedding, ndio una perform pale, pia una push muziki wako mahali kama pale kwenye parties, birthday parties nini, pia na labda wewe mwenyewe uko na management ama unajisimamia kama mwenyewe? Kwa sasa hivi mimi niko independent. Hakuna mtu yote ambaye ananisaidia kusukuma muziki ama kuplan hizo events zangu. Labda umetokea mtu ambaye amefuatilia muziki wako na ameona kabisa huyu jamaa anaweza kashikana naye na akafika mahali amekuja, labda pengine mnaweza mkakaa chini mkalifunga hilo? Inawezekana, kwa sababu opportunity kama hizo ndo sasa hivi mimi ninataka, kwa sababu kama ni content niko nayo, nimekuwa underground kwa muda mrefu, so nimemaster hiyo art ya hip hop vizuri. So kama anaweza pata mtu kwa ile ambaye atanisaidia kusonga mbele zaidi, ama nianze kuona mapato sasa katika hii talent yangu, siwezi kataa. Usikati tuliona Khaligraph Jones amefanya ngoma na Masauti. Hapo nyuma amekuja akamwingilia Masauti akasema shida wasanii wa Coast ni kwamba wakishapenya kidogo wanaingilia mihadarati. Labda hilo jambo wewe unaliona ni la ukweli? Inategemea sasa na individual mwenye amepata chance, kwa sababu kweli kuna wenye walikuwa ni nyota kubwa, siwezi kutaja majina hapa, lakini kwa wale wanafuatilia muziki wanajua kuna wasanii walikuwa ni wazuri, na after hiyo drug abuse wengine wakakuja kupotea kabisa kwenye industry mpaka sasa hawaonekana. Na bado naweza kataa, kwa sababu kuna wenye wametoka na tunaona bado wanafanya vizuri. So okay. I think ina depend na wewe mwenyewe. Okay, labda pengine tukiongelea ni ngoma gani ambayo wewe mwenyewe unaona kabisa hii ngoma ndio ilifanya jina langu likasonga mahali? Hauwezi. Kuna ngoma inaitwa Hauwezi ambayo ndio tulifanya video. Unaweza ukatugusia vionjo vyake labda? Yeah. Let's go.
changu ni changu, chako ni chako. Flow kama hii hauwezi. Changu ni changu, chako ni chako. Flow kama hii hauwezi. Flow kama hii hauwezi. Flow kama hii hauwezi. Flow kama hii hauwezi. Flow kama hii sina dreadlocks ila nina peace na marasta man. Nina lighter sasa vipi hiyo shasha man? Au sio hapa ndivyo sivyo. Ukifunga macho mimi nafunga masikio. Unioni na mimi sikusikii. Wanikimbiza lakini hunifikii. Juu kwenye game hii nina madigiri na ninachofanya bado hujafikiri. Hamfikiri tena hata niki make sense. Hamnisikii vyema hata niki make sense, yeah. Na watafuta wale wenye roho mbaya. Niwaambie kuna Yesu yule kana Galilaya. Alipobadili maji yakawa divai. Hakusema tunywe pombe ya kututoa uhai. Changu ni changu, chako ni chako. Flow kama hii hauwezi. Changu ni changu, chako ni chako. Flow kama hii hauwezi. Flow kama hii hauwezi. Flow kama hii hauwezi. Flow kama hii hauwezi. Yo, Inspector Fabish. Yeah. Changu ni chako na chako ni chako. Changu ni changu, chako ni chako. Okay, sawa, labda pengine nikiona umegusia gospel kidogo hapo ndani, kwa sababu kuna gospel fulani umegusika hapo ndani mpaka mavazi fulani hapo. Labda ushakuwa huko. Mimi ni Mkristo. Nimelelewa katika kanisa Katoliki. Na maajabu sana ni kwamba mimi nilikuwa altar boy. So katika imani ya Kikristo nina ufahamu mkubwa, na bado mimi ni Mkristo anashiriki misa. So niko na nyimbo kadhaa zenye zina theme hizo za gospel, wanasema spiritual songs. Na bado nina nyimbo zenye zina relate na issue za mtaani. Kuna ngoma kadondosha juzi pale mtandao wa YouTube labda pengine tuongelee hiyo ngoma, idea yake hiyo. Na wewe ni love song. Na hii nyimbo naweza sema ndio nyimbo ambayo nimerekodi katika studio kubwa zaidi tangu mwenyewe nianze hii career yangu ya music. So na wewe ilikuwa ni project ambayo nimefikiria kwa muda mrefu, sababu nyimbo niliandika nikiwa campus. Sema hapo 2021. So nyimbo nimekuwa nayo na nimeijaribu na katika mitindo kadhaa. Unajua naweza imba na hii beat, bado hiyo verse nikaimba na beat nyingine, but at last nikapatana na producer anaitwa MED. MED ni producer kwa based huko Bamburi Mombasa. So nilikuwa linked na rafiki yangu DJ Gills, tukafanya arrangement, tukaongea na MED, tukafika pale studio. Tulipofika tukatengeneza muziki, na baada ya wiki kadhaa ulipotoka kila mtu alikubali. Okay. Hiyo ngoma basi ukitaka kuifuatilia wewe ingia hapo YouTube alafu utaipata. Kwa wale wote ambao wanatutazama ni kwamba ukitaka agent ambayo iko poa basi tembelea jamaa anajiita Mzime Real Estate. Mzime Real Estate ni agent ambao ni wazuri tena sana. Na ukumbuke basi kwa wale landlord, wewe ukiwapa property zako azisimamie, wao ikifika tarehe 10 ya kila mwezi wanakuachia pesa zote, halafu wapangaji watalipa polepole. Halafu uzuri ni kwamba kwa wale wapangaji ama wale ambao maintenance wamekodisha hizo manyumba, wewe hakuna venye unapelekwa mbio. Kama unajua kuna mahali utakosa kidogo, basi unafika kwa ofisi unaongea nao. Pia ujue kama wale ambao wangetaka kuja coast, wangetaka hizi holiday homes, wote tembelea jamaa wanajiita Mzime Real Estate. Namba zao ziko hapo, unaweza kaangalia na kuwapigia na kuwasiliana. Usipate shida ya kujenga nyumba alafu kupata shida pia ya kudirect. Tembelea jamaa ni wazuri na watakusaidia na utafika mahali. Labda pengine tukimaliza interview ya leo, kuna vitu gani labda pengine ungetaka kuambia mashabiki sasa? Mimi ningewaambia mafans wangu, kwanza shukrani kwa ile support yenye wananipatia katika platform zote zenye tuna interact na wao. Wazidi kunipatia support hiyo, na mimi sitachoka kuwatengezea muziki mzuri. Kuna kazi kadhaa ziko zinatengenezwa, na with the time tutakuwa tuna release. Okay, kama ulivyosikia basi wewe kuna kazi zinakuja. Wewe la kufanya, ingia hapo YouTube, search jina lake alafu ufanye nini? Wewe una follow, kwa sababu ukifollow endapo amedondosha kazi basi utakuwa mtu wa kwanza kusikia. Kumbuka basi sisi kuna mandhari mazuri upande wa coast. Ukitaka kwenda pale Watamu, kutembelea mahali ambapo ni pazuri, tembelea pale Avila City. Avila City mahali ambapo pako poa, pako na mandhari vizuri.
na unaweza enda na familia yako pale. Kuna swimming pool nzuri, kuna vitanda pale unaweza ukakaa na ukatulia, watoto wako wakiogelea. Halafu uzuri zaidi kuna ice cream mzee, unaweza ukawa unajienjoy polepole ukitazama watoto wanavyofurahia. Mzee, utakuwa umeongeza mwaka na siku pia. I'm out, niite presenter Sami. Yeah.